You've done enough. Achana now for today. You've done so much. Kama umepigia hata Kalonzo. Okay. Acha tusiharibu tu your mood for today. Okay. And I really want to appreciate you sana. Nashukuru pia with your big team. You know, sometimes kuna situation afikaga una fold tu. Unasema okay. Sijiwezi. And thank you so much for coming through for her. I'll be updating kila mtu everything. Okay. Once we're there. And our biggest prayer kwa hii kitu yote ni tulipwe tu. Hii mambo ya kusumbua wa Kenya pia, na pia watu wana go through a lot. It's not something tulikuwa tunataka iende hiyo direction. So our biggest prayer and our biggest concern is just to receive the money, to sort vitu 1 wala wafanyikazi ya wajaenda job warudi, because sometimes, and I was even giving my friend a story tukikuja hapa nikamwambia hii moment imenifunza vitu mingi sana. Okay. And sitasema I really wanted this, but I have learned a lot when nimekuwa kwa hii moment sana. Sometimes hata employees, always pray for your bosses. Always pray for them. And I remember there was a time nikienda hata kwa duka kuinspect 1 because sometimes unapata gata employees wanaishingi maisha mzuri kuliko wadosi. Mimi kuna time hata naingia kwa duka napata employee anakula anacheza pale na queen cake, yogurt, na bado hajakula lunch. You're talking about Dapper Man? but Davido. But mimi niko pale. Yeah. Hesabu zangu labda azimachi ziko hapa na pale. So hiyo ndio kitu nilikuwa naambianga daily manze. Msidhani labda tuko pale. Leo naweza ingia kwa duka, because even my employees, they address me as Kioko, because they ask me every time, how do we address you mbele ya watu? I just tell them, call me Kioko, because most of them hata tuko age mates. Just call me Kioko. Let's go. Tuende tu hivyo. Juu tunasaidiana, sisi ni ma colleagues, tunainuana, tunafanya hivi, because the end goal ni sisi kila mtu apate. Unaona? Leo Bino kipata, kuna huyu amepata, kuna ule amepata, kuna huyu amepata. Hiyo ndio goal. Hata goal yangu ya kutaka kufungua duka ingine, it's not for me, because mimi waaminia kuna vitu naonanga mnafanya na zinanifurahisha sana. Kuna wakati naonanga mnaenda ni Ash Grill ama ni wapi Pangani, mnakaa mahali mnakula pamoja, hiyo chakula kwa tamu kuliko yako peke yako, kweli ama uongo? True. Ukiona huyu amechukua labda kuku, ule amechukua chips, amechukua nini, hiyo chakula inakuwa tamu zaidi kuliko yenye unakula wewe peke yako kwa hoteli. And that is the general idea. Wewe upate, mimi nipate, mimi nifungue duka ingine, I employ more young people, more food is there. Huyu anapata, si mimi. Because at the end of the day, we have to ask ourselves a question. How much money is enough for Bina? Me sometimes I sit down and tell God, kuna pesa usinibariki nayo. Ukiona mimi itanivuruga akili, give me enough. Because as mali niko kwa position yenye niko, Mungu amenifikisha leo, kuna vitu hata staki. Juu kufika tu hapa peke yake ni baraka. Mimi hata uambia Mungu, mimi ukifika mahali unataka kunibariki na ndege, wacha bariki mtoto wangu. Mimi mahali nimefika enyewe tu, it's a big plus. So the idea is apate. It's not ati niliona kuna mtu anasema hiyo pesa ungelipo ungetuambia. Wewe unaenda kurisk huko, unakuja kutulilia. That is not even the idea. Bro, 19 million can look like a lot of money, but when you go to business, it's small money. Unalipa huyu supply, unalipa huyu, kesho hauna hata shilingi. Kuna hata watu wana benefit more. So it's very necessary. Every time, hata wako hapa, always pray for your boss. Always. Leo akiamua amechoka ataki, ndio utarealize inakuwa mbaya, because bosses sometimes take a lot of risks zenye labda zina benefit watu wa chini. Mtu wa chini labda ikifika saa 10 yeye ameenda home, wewe labda umekaa unajiuliza kesho mimi ndafanya nini na nini. So hakuna mtu utetea entrepreneurs. Ndio maana ukiona contractor anajinyonga, hakuna mtu anaweza muelewa, because he was trying to take a risk. Na hiyo either hiyo risk muue ama imtoe mali inafaa imtoe. And this is exactly what we were trying to do, taking a risk for a bigger cause. What was the bigger cause?
As expanding business. What is expanding business? Creating employments. Sisi wote tupate, hii tu ndio idea. Huyu anapata, huyu anapata, huyu anapata. Siku zetu za kukufa ikifika, tunaenda. Juu namba 1 mimi kuna kitu inaniboingisha sana every day. Just seeing mtu ako 70 years, you are still looting. You are still, yani unaibia watu mashamba, una loot, unaibia watu pesa, unapeleka wapi? You are almost dying. How much is enough? How much is enough money for you to handle? So it's good to have contentment. Ile kidogo unashika leo, usikue na tamaa. Na usinyonge watu, usiumize watu sababu ya pesa. Today bro, ilituma sana. Baba hayuko. Alipass manzea. Kuna watu wamebaki wanaendeleza mchezo. Kuna watu wanasonga. Kesho kuna watu wanakam. Mimi am almost getting to 30 years. In the next 40, 50, inshallah Mungu akiniweka, nitaondokea, nipe watu wengine chance waendelee. Ni kama tuko usanii. I don't expect myself at the age of 40, 50 still gurgling with usanii. Bado nalala chini Tom daktari anipige. How am I going to grow? I have to grow, I have to do business. I have to kusonga kidogo. Niwachie wengine nafasi. Juu kuna watu naonanga wamekwama na hiyo usanii, mtu anataka kukufia huko, hata unanyima wengine opportunity. Mimi leo kuna watu niliactia setbox, nikifanya setbox. Naonanga mtu anakuja DM, you used to come to our school and acted for us, and I feel wow. So wewe umeshatoka, nikiangalia profile yake, ashakuwa content creator, tushatoshana. So what am I supposed to do? I have to look for an exit, a very beautiful exit. Hata kama hiyo usanii ndaifanya behind the scenes, maybe kusupport 1 2 sawa. Because at the end of the day Obina, sisi wote ni wasanii. But pia tuko na maisha ya kuishi. Mimi nataka mahali nimekaa nikiingia kwa hoteli hakuna mtu anasema msanii Kioko. I want to feel like a civilian one time in my life. I want to enjoy time with my family. I want to enjoy space yangu tu. Juu hii space ya usanii sometimes nafikaga mahali na boto. Sometimes umeingia mahali umekasirika, kioo ya gari labda ilikuwa tu chini. Fana nafanya high, alafu ananipata accidentally ndio nilikuwa nainua. Anaenda nasema jamaa maringo manze. Sasa unapata hizo check mingi ndio spendi. Ndio maana we are fighting, building businesses, building these brands. Ndio kesho zitutetee wakati fall back, tutapata exit. Wengine waingie waendelee. Tuwezi hold. Hiyo Bina labda utaifanya in the next 10 years, 5, 15. Itafika mahali utasema adios. Wacha wengine waendelee. Haufai kuwa tu na tamaa unasema nataka kuisukuma mpaka nikufe. There is a life you have to live. There is a personal life you have to embrace. Yenye wewe mwenyewe unafeel kama Obina. Manze kama mimi naanga watu wako wanajiambia hata mimi I wish ningekuwa kwa hiyo position manze, labda niko na group tu kia watoi kinanizunguka tu nikiwa na stress, kinanivuruga tu. Unaona? So na feel tu utamu fulani. So that is the beauty. Mi labda naiangalia nasema in the next 2-5 years when I fall out kukuwa msanii, just to enjoy the small moments bro. Juu kesho hatujui. Naweza toka tu hapa mambo yangu yenda hivyo. Sikio umetuma mtu akushike. Kesho sijui. Ya leo tu ndio tumeishi ndio tunajua. So end goal, let's keep praying for each other. Let's keep supporting each other as young men and women. Let's not fight each other. Let's try to help each other grow, and always remember, anywhere, anytime mtu anapata opportunity, pray for your bosses. These are things that people don't even know. Sometimes people go through a lot just to make sure you are going home with something. People take a lot of risks every day just to make sure kuna watu wengine wamekuwa comfortable. So the best thing you can do to your bosses sometimes, regardless, just pray for them. Pray for them. Ndio apate upate. Because the end goal, the end idea, pata siku zetu zisonge, tukufe, wengine waingie, tusonge mbele, si ndio? Okay. And that does not justify laziness. Always work hard. Go for it. Go for your dreams. Do everything. So just parting short, Obina, thank you so much. Wewe ni msee mfit sana manze. Wewe ndio msee, I think watu wote ndio walinipigia. And the intention was not for me to come to your interview. Uko sawa? Uko aje? Tunaweza fanyaje? Na kwa wasanii wote wali reach out. Kuna wasanii wengi wa reach out. Kanipigia ni aje bro, ni wapi tunaweza control, like why alinipigia hata nikiushago time. Ambia bro, au ukitaka doni ambie. Hatuna miingile kidogo tutakusupport. Mimi na understand your situation.
He gave me a good story of auntie yake and hiyo time nikafeel fiti. Wakati niliongea kila kitu ilianza kukaa fiti. So inshallah, thank you so much Kenyans for the big support. Tusonge sana, si ndio? Okay. Hebu fungua tuone tumefika wapi. Okay. Ndio sasa to wrap up from there, but this is what I want to say.